Listen to me, people. Sikilizeni watu. A Christian, Mkristo, a believer, muamini, is very valuable when he has Holy Ghost. Ni wa thamani sana is so I've got a value kama if ana Roho he Mtakatifu. has the Holy Spirit. What perfect a Christian is not doctrine, is a Holy Spirit. Nini kinachomkamilisha You know, mtu you ni can Roho preach to Mtakatifu. people a genuine doctrine and yet they don't change if they don't have Holy Ghost. Unaweza kuwafundisha watu doctrine ya kweli lakini bado hajabadilika. Kila siku wanakaa wanakusikiliza. Every day they are listening. They are listening. Najua unataka ubishe. Ukikutana na Yesu kamuulize, alikaa na mitume miaka 3 akiwafundisha neno, wakalisikia neno lakini bado tabia zao ni za mashida. I know you want to deny, but when you meet Jesus Christ, ask him. He had disciples Na for ndio 3 maana years. kanisa lisilojaza watu Roho Mtakatifu ni kanisa mfu. And that's why the church who does not fill people with the Holy Spirit is dead church. Hata kama lina maelfu ya watu. No matter how many people are there. Moja ya alama ya kukufanya uwe mshirika wa mahali fulani, angalia kipengele cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Ukiona hicho kitu hakisemwi, hicho kitu hakipo, jua ya kwamba uko kwenye kampeni ya shetani. One of the signs to make you a member of certain church, look at the dimension of Umenisikia nilichosema? You are joining Satan hand. Hapo ni kwamba unamuunga mkono shetani. Kwa sababu kama hawana Roho Mtakatifu manake wana roho nyingine chafu. Because if they don't have Holy Spirit, they have another. Na hawawezi kukujaza Roho Mtakatifu kwa sababu wanajua kuna vitu utaona. They cannot feel Roho Mtakatifu akija anakuja na macho. When Holy Spirit comes, Roho Mtakatifu akija anakuja na sikio. When he comes the Roho Mtakatifu akija anakuja na vitu. Sasa watu hawezi kubali wakujaze Roho Mtakatifu kwa sababu kuna vitu vya siri ambavyo hutakiwi kuvijua. These people can't allow you to be filled with the Holy Spirit because there are secret things you should not know. Daudi anamwambia Mungu, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Kwa nini Roho Mtakatifu hakuondoka? David is telling God, do not take away your Holy Spirit from me. Why he did not remove him? Na ndio maana kuna watu wakikosea amani inaondoka ndani yao. Maana Roho Mtakatifu anawaambia ya kwamba haupo sawa. When people go wrong, peace is not with them because Holy Spirit is telling them. Ni kweli unaimba lakini haupo sawa. It's truly you sing but you are not right. Ni kweli unahubiri lakini haupo sawa. Truly you preach but you are not right. Ukiona ile hali ya kujisikia vibaya ndani yako haipo, unaweza ukasengenya na kujisikia vibaya. Watch out. You might be an Ichabod. If you can gossip and not feel conviction, angalia sana, unaweza kuwa. Ukiona hali ya makundi iko ndani yako, unatengeneza makundi na hujisikii vibaya, watch out, you might be an Ichabod. If you have the spirit of making groups and you don't feel conviction, kuwa mwangalifu, unaweza kuwa Ichabod. Na wanasema Roho wako Mtakatifu usiniondolee. You need the Holy Spirit because he's the best friend. Unahitaji Roho Mtakatifu kwa sababu yeye ni rafiki bora. He never leave you because of your mistakes. In fact, he's there to perfect you. Hakuachi kwa sababu makosa yako, kwa sababu yuko pale ili kukamilisha. He's there to perfect you. Yuko hapo kukamilisha. Kukushauri, to advise you. Akiona amekushauri anaangalia nini kinakuzuia usifanye, anagundua kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Kuna nguvu. Anakutia nguvu. So he give you strength. Anakutia nguvu. He give you the power. He empower you to overpower the power. He empowers you ili kwamba uweze kushinda nguvu. Kuna watu wanataka wamtii Mungu. Some people want to obey God. Mioyo ya kumtii Mungu wanayo kabisa. They have hearts to obey God. They have hearts. Lakini kuna nguvu ya uovu ya kwao walipotoka. But there is the power of wickedness inside of them where they come from. Genealogy ya walipotoka. Kizazi kule walikotoka. Iko roho ya uovu. There is the spirit of wickedness. Ndio maana wanakosea, wanarudi wanalia tena. And that's why they offend God, they go down and cry. Halafu wanatubu. And then they repent. Wanaanza kukaa vizuri mwezi mmoja. Baada ya muda ile nguvu inakuja kwa nguvu tena. Roho Mtakatifu unapoanza darasa la kuanza kumtii Roho Mtakatifu, anaanza kuangalia huyu, mbona ninasema naye na kwa nini anarudia hichi kitu, kwa nini hichi kitu kinaendelea. Anagundua ya kwamba ni asili ya huko ulipotoka. Anasema okay, kinachofuata ni nini? Tumpe nguvu. Ndio mtu anapata nguvu ya kushinda dhambi, nguvu ya kushinda kitu fulani. And that's why someone gets power to overcome sin. Anapata nguvu ya kushinda. It gets power to overcome. Anapata nguvu ya kushinda. It gets power to overcome.
Baada ya hapo anakuwa mtu mzuri, hata kama una habari zake, lakini hata nikwambia ni mtu mzuri, ni chombo cha Bwana, maana ameshatiwa nguvu. After that time, he becomes a good vessel of God, because what is already being empowered. Na ndio maana huwezi kuwa mchungaji mpaka umefundishwa kuvumilia watu pia. That's why you can't be a pastor unless you are Hakika yake nataka nikwambie, you will never be a pastor until you know how. Surely you can't be a pastor. Wewe watu waone tu wamekaa hapa wanafurahi, wana matatizo ya kutosha. These people have got a lot of problems. Kuna saa utaki kuonana nao. Sometimes you don't like to meet them. Unawavumilia. You become patient. Unawavumilia tu, unawaangalia, saa zingine utaki hata kusikia habari zao. You get patient with them, so you look at them, sometimes don't like to hear what they have to say. Wakati unawaombea, as you pray for them, alafu kuna siku wanakuwa watu wazuri tu baadaye. Sometimes they become good. Ukiwaangalia karibu na wewe unasikia amani, lakini kuna watu ukikaa nao tu karibu unaona hatari. By some people, when you na bado huwezi kuwaondoa, Mungu anakuambia waache. And you cannot take them out. Wataendelea kukaa vizuri kwa hatua. They will continue to be good step by step. Wengine ni vita, wengine ni hasira, wengine ni nini, wengine ni nini. Some of them this and that. Hamna shule Mungu ambayo unipitisha ngumu sana kama shule hiyo ya kuelewa ya kwamba watu wavumilie. There's no difficult school or class that God made to pass through like this one. Wamekaa kwenye masengenyo, wamepigana, alafu uje hapo waambie mtabarikiwa. People have been gossiping each other, then they come and tell them you shall be blessed. Mtainuliwa sana. You shall be lifted. Ninyi ni watu wakuu. You are great people. Kuna saa nilikuwa natoka ofisini hata kama na ujumbe wa Bwana. Sometimes I used to come from the office even if I have the message from God. Ukija hapo unaanza kukemea tu, maana uliotoka nao kwenye kikao huko nao hapo. When you come here, you begin to rebuke them because the people that you found in the meeting by God. Alafu Bwana akaniambia achana na hayo mambo, my friend. God said, forget about this kind of things, Rafiki. Aliponiambia na mwanangu akawaambia watu, tangu leo mimi sikai kikao cha kusuluhisha mimi. When God told me kwenye hili kanisa ukija, I don't sit in a meeting of reconciliation. Ukija kwenye hili kanisa jua ya kabisa evangelist akae vikao vya masuluhisho. If you come this lakini una uhakika nikisimama hapa kuhubiri ndio unasuluhisha hivyo. But be sure when you come here to preach, that's how I cancel you. Hey! Sema! Hey! Ndio. Yani haya ndio masuluhisho yenyewe. This is the reconciliation. Nitakupiga vitu hapa. I will hit you here. Alafu ukitoka unaambia mume wako nisamee kabisa. Tell your husband, please. Piga vitu hapa. I get you here. Ukitoka unamfuata mchungaji unamwambia nisamee nilikuwa na kiburi. When you go to pastor and says I'm sorry. Ukiona uendi kutii maana yake umekubali kuwa Ichabod. If you don't go to obey, that means you have agreed to become Ichabod. Yes. I don't sit. No. Asikai katika vikao. In the kabisa nataka nikwambie. I don't sit in council. Huu ni mwaka wa 4. This is the 4th year. Sikai kikao na washirika mimi. I don't get in a council with the members. Amefanya hivi, amefanya na hivi, amekaeti naletwa kwangu. So you are brought to me. Kaa wewe hapa na wewe hapa. Sit you here and I sit there. Tuanze kutatua. So we begin now to resolve the problem. Yani mimi nakupiga neno. So I give you a word. Kana kiwango ambacho kuletwa kwangu unaona aibu. Did they mention that to be brought to me you feel unasema napelekweje kwenye kikao hiki? You say to yourself, how can I be taken wakati nilifundishwa kwa habari ya kiburi? While I am taught about pride. Naendaje kwenye kikao hiki? Wakati nimeshafundishwa kwa habari ya mambo mabaya yasiyofaa. It is over. Bad things. Hiyo imekwisha. And that's a way to keep the church. Na ndio hivyo natunza kanisa. Unafikiria watu na mashambulizi ya shetani na maroho ya kila siku na manini and the demons. Uanze kukaa nao kikao unachanganyikiwa. In a meeting. Watu 2,000 1000 ngapi waze huyu naye kasema huyu mchungaji naye kasema no. That one apana. Kuna kesi zingine zikija na waambia okay fine. Some other case when they come and say yes sawa. Nimewasikia. I've heard you. Alafu naenda kuomba. And then I go to pray. Ambia Mungu huyu nimesikia naye amefanya hivi. God, I've heard this one also done this. Nini hiki? What is this? Ananiambia huyu naye si unajua bado ana mizimu. God said this one you know is still having ancestral spirits. Nenda naye pole pole. So go with him slowly. Nitamkamilisha tu. I will perfect him on the way. Si unajua dada na matatizo yake. Huyu nenda naye. You know this one has got their own problems. I say take him there where they are. Bwana asante. I say God, thank you. Nikikutana na wewe na kuwekea tu mkono nasema yenyi mizimu. When I meet you, I lay hand on you. I say this are the ancestral spirits. Usinyanyuke tena kichwani kwake mpaka akamilishe. So the ancestors don't raise again until you perfect him.
Kiwango cha tatu kinaanza kiwango cha kumtii nani? Now, the Roho. third dimension Hapo is ndio obeying kuna God. shule. Mwambie jirani yako hapo ndio shule ya That's Ukristo. where there is a school, a class of Yani Christianity. hapo ndio unathibitishwa are you a Christian That's where you are confirmed kama ni or Mkristo. a vagabond Kama ni Christian. Mkristo au ni Mkristo muhuni. Wakati huo sasa That time now, unaanza shule ya kwanza kumtii Roho you Mtakatifu. begin the class of obeying Holy Spirit. Anakuambia kamwombe fulani msamaha, umemkwaza. Yes, go and ask for forgiveness to some person you've offended. Unasikia hiyo sauti? You Si hear even the inakuja. voice is coming to you. Kwambia kile ulichofanya, That's what you did. lile neno ulilolisema The word you spoke. halikukustahili wewe kusema. You are not supposed to say like that. Umekosea sana. You have gone wrong. Nenda kamwombe msamaha. Go and ask for forgiveness. Halafu unasema nikimwomba msamaha si atavimba kichwa huyu. If I do like that, that will be pride. Ile sauti inaendelea. The voice continues. Baadaye unaamua kwenda. Later on decide to go. Mwambia mtumishi, It's a minister. duniani kuna mambo mengi. In the world there are many things. Na hayo mambo ndo mimi mwenyewe. These and the one those are things. Haleluya. Yaani duniani kuna mambo mengi na In the hayo world mambo ndo there mimi are many mwenyewe. things. And the things I myself. Naomba ndugu yangu, Please, I'm asking lile you. neno nilisema The word I spoke to you. niligafilika tu. I was only. Nisamee. It wasn't an oversight. Nisamee kama mchungaji Forgive wangu. me as my pastor. Nisamee kama mshirika Forgive mwenzangu. me as a fellow member. Tunaendelea We kukamilishwa. continue to be perfected. Hatujafaa. We are not good Naye yet. anakuangalia kama amejaa Roho He Mtakatifu. looks at you if it's your Utamshangaa spirit. hata You're analia surprised to be crying. au anakushika mkono. Or hold your Naambia hands. Baba, asante. Say, Daddy, thank Asante you. kwa wema wako. Thank you for Asante kwa goodness. nguvu zako. Thank you for Asante power. kwa ndugu yangu Thank huyu. you for this member. Amen. Amen. Mkitoka hapo kila mtu amefurahi. After that, everyone is happy. Hiyo inaitwa shule ya msamaha ya Roho That's Mtakatifu. a class of forgiveness of the Spirit. Hiyo ni ngumu. That's hard.